Shalom wana wa Mungu, karibuni sana Malisho Media tuweze kujifunza maisha ya kiroho na namna ya kukaa ndani ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Christina Wambura. Napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kuweza kutufundisha somo ambalo Mungu anatuhitaji tuweze kukaa ndani yako na kisipo kitu chochote cha kututenga mbali na uso wako. Niomba Roho wako Mtakatifu kwa yote tutakayesikiliza mafundisho haya yakapate kumjenga, kumuimarisha na akadumu katika njia ambazo zinakupendeza wewe Mungu. Somo la leo, kichwa cha somo ni kwa nini watu wanajitenga na uso wa Mungu. Kwa nini watu wanajitenga na uso wa Mungu? Kwa hiyo ni kama swali na nitaelezea sababu kupitia maandiko matakatifu. Kwanza kabisa tunajua tunaoitwa ni wengi na wateule ni wachache. Wote tunaweza tukaitwa tukabatizwa ndani ya kanisa au msikitini, ukaitwa ukasilimishwa, ila inafika wakati unaona mtu anamwacha Mungu. Je, ulishawahi kuuliza sababu ni nini? Au wewe uenda ulishawahi kumwacha Mungu? Je, ulishajiuliza sababu ni nini iliyofanya umwache Mungu? Na hiyo sababu ni kweli ndio halisi ya kumwacha Mungu? Na katika wokovu, katika kumfuata Mungu, unatakiwa ujikane nafsi yako wewe mwenyewe. Wokovu ni wako binafsi. Yesu alisema kwamba ukitaka kunifuata, jikane wewe mwenyewe, jitwike msalaba wako, kisha unifuate. Rafiki yangu, unapojikana, hakusema jikane na waamini wenzako. Alisema jikane wewe mwenyewe, jitwike msalaba wako na kisha umfuate Kristo. Kwa hiyo na mimi nanipasa nijikane mimi mwenyewe. Kwa hiyo nikisimamia imani, nisimame hata itakapotokea dhoruba yoyote. Nihakikishe nisimama imara na Mungu. Najua kuna mambo mengi yanaweza katokea katika maisha na ukawa na kila sababu ya kuweza kumwacha Mungu, kwa kuacha kwenda kanisani kusali, kwa kuacha kutenda mema, na sababu nyingi ambazo unazijua zimekufanya umwache Mungu. Ila hizo sio sababu za msingi, kwa sababu huyo unayemwacha ndio msaada kwako, ndio suluhisho la hizo sababu zinazokusababisha umwache Mungu. Je, Mungu anatuuliza ni nini kinatutenga mbali na uso wake? Tukisoma hii Warumi sura ya 8 aya 35 mpaka 39. Neno la Mungu linasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Kwa tunaona Mungu anatuuliza ni nani anayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani ambaye anakutenga na Mungu? Au ni kitu gani kinakutenga na Mungu? Je, ni dhiki unazopitia? Najua duniani, hata Yesu alisema duniani kuna dhiki nyingi, jipeni moyo nami niushinda ulimwengu. Kwa hiyo tunaweza kushinda ulimwengu au dhiki tukiwa ndani ya Kristo, sio tukiwa nje ya Kristo. Tukiwa nje ya Kristo, hizo dhiki zitatushindilia. Kwa hiyo rudi ndani ya Kristo ili uweze kushinda hiyo dhiki, usiwe na sababu yoyote ya kujitenga na Mungu. Au shida mbalimbali, unaweza kuwa unaumwa magonjwa, unakosa pesa, au unapitia changamoto yoyote ya mahusiano, unapitia changamoto yoyote ya kifamilia. Hiyo shida utaitatua ndani ya Yesu, sio nje ya Yesu. Kwa hiyo isiwe sababu ya kutoa katika uwepo wa Mungu. Au adha au njaa. Je, ni njaa inaweza kufanya utende dhambi ukajitoa mwili wako kwa ajili ya kupata pesa
wakati Mungu amekupa nguvu ya kufanya kazi upate pesa uweze kula? Je, ni uchi au hatari au panga? Kama ilivyoandikwa kwamba kwa ajili ya yote tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Kwa ajili ya yote yapo kwa ajili ya kutuimarisha ndani ya Kristo, kutupa ushuhuda kwamba nilipitia hapa, Mungu akanivusha. Sasa inabidi tuwe washindi, tusiyakimbie matatizo, bali tumwambie Mungu atusaidie tuvuke pamoja na yeye katika matatizo. Wala usikatae hizo changamoto unazopitia, mwambie Mungu nivushe, sio niondolee hizo changamoto unazopitia, bali Mungu nisaidie nivuke mahali hapa. Najua kila jambo linalotokea kwenye maisha yangu kuna kusudi maalum, haliji kwa bahati mbaya. Kwa ukipitia changamoto yote, jitafakari, Mungu anakufundisha nini? Unapigwa vita, unatukana, Mungu anakufundisha nini? Unakataliwa, Mungu anakufundisha nini? Unadharauliwa, Mungu anakufundisha nini? Usijihesabie haki kwamba wale watu wananikosea au nini, ukajiona wewe unastahili sana, au wanaokutendea hivyo hawastahili, au ndo wao wa kwanza kukosea sana. Ila kuna kitu Mungu anakufundisha, kuna tabia Mungu anakushape ukae vizuri. Kwa usiondoke katika mchakato wa kutengenezwa, isiwe sababu ya kumwacha Mungu. Tukiendelea, lakini katika mambo haya yote tunayopitia, Mungu ametuhakikishia kwamba tunashinda, na zaidi ya kushinda katika Mungu anayetupenda. Mungu anayetupenda ndio maana ameruhusu haya yote atupate. Hajaruhusu tujitenge mbali na uso wake. Ameyaruhusu ili ushindi upatikane, tulitukuze jina la Mungu katika hayo mapito tunayoyapitia. Kwa hiyo Mungu anayekupenda aliyeruhusu, ana mlango ambao amefungua au ana sababu ya wewe kupitia yote. Kaa, jifunze pamoja na Mungu, jiimarishe na Mungu ili usiweze kutoka katika uwepo wake. Usimwache Mungu kwa sababu yote. Yaani usiwe na sababu ya kujitenga mbali na uso wa Mungu. Je, ukijitenga mbali na uso wa Mungu utaenda kwa nani? Naomba ujiulize hilo swali, kujitenga na uso wa Mungu. Nani atakuwa msaada wako? Nani kimbilio lako? Maana Mungu ndio kimbilio letu pekee. Na Mungu ni wa milele. Hao unawakimbilia wanadamu tunapita. Kila mmoja unayemtegemea mwanadamu, hata mimi ninapita. Kwa usinitegemea 100%. Ambaye anatakiwa kupewa 100% zote za kutegemea ni Mungu. Okay, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala ushima, wala mamlaka, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hata watu wenye mamlaka, labda wachawi, waganga, nguvu za giza, zisikufanye kujitenga na uso wa Mungu. Mungu ana uwezo zaidi ya hizo nguvu ambazo unahisi kwamba zinakutenga mbali na uso wa Mungu. Hebu mshikilie Mungu vizuri, jikane vizuri wewe na nafsi yako. Mfuate Mungu wewe binafsi. Kutana na watu, yaani hakikisha wewe binafsi, hata ukikuta yule mtu ambaye uko unamwamini sana amesimama, ukajikuta umejitenga na Mungu, usikufanye na wewe ukajitenga na Mungu. Ninaomba na kumalizia ile andiko endelee kukaa moyoni mwako na kulitafakari. Soma ile Zaburi ya 27. Aya ninasema, neno moja nalitaka kwa Bwana, hilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nitafakari uzuri wa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana, tafakari uzuri wa Bwana. Ni raha sana kaa nyumbani mwa Mungu, wakati wa shida, wakati wa raha, kaa nyumbani. Ukifanikiwa kaa na Mungu, ukipitia changamoto kaa na Mungu. Yaani usimwache Mungu katika nyakati zozote za maisha yako. Yaani Mungu awe ndio kila kitu. Mshikilie Mungu uliyempata. Mungu ndio kimbilio. Usimkimbie wakati wa shida tu, au usimkimbie wakati wa raha tu. Mkimbilie nyakati zote. Mungu hatakuacha. Mungu anatupenda upeo. Mungu akubariki sana. Kama una swali lolote kuhusiana na somo ambalo nimefundisha, naomba comment hapo chini. Karibu sana Malisho Media kuendelea kufuatia vipindi mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Mungu akubariki sana. Tukutane tena wakati mwingine. Haya ni maombi yangu kwako, wote ninaowapenda wasipitwe